mo konyibu muraibe kiama gia Jubilee muske Dr. Fred Matiang'i igamochire serikali kubatikana no kuburwa kubolende haigemejense anena sabaraibu kwa merilia serikali ukwana se kanisa ya pefa ime ye kaunti ya Kajiado ho muske Matiang'i igobaigo hamochire serikali asokoro kyobworo asogotinga bokarali bwechi sekta asobuya bo mwananchi. People, we are talking to fellow Kenyans, moving around, talking to Kenyans. How is that a threat to national security? So that you are spending bullets, you are spending tear gas, you are spending police time on that kind of deploying police officers. Tuko na shida. People are being marked in the city every day. When we face this problem with Uhuru Kenyatta, that is how we came up with an all-women commando team that we were training to look at how you go into the supermarkets and everything, and how you try to trace pickpockets and create a certain sense of stability and peace in the urban areas so that people can go around doing business. That is what you should be spending your time on, because people don't feel safe, and if they don't feel safe, they cannot do business, they cannot go around their activities. How is Seki addressing a meeting in Kajiado a problem, a threat to the country? He's an elected leader, elected by the same Kajiado people. He's going to meet the same Kajiado people. You must, even if you have a weevil in your head, how would you spend time planning to disrupt a meeting an elected leader is having with his people? Tuko na shida. I am telling you, tuko na shida. Na ni kweli, I don't want to repeat this. You can see clearly. As I said last time, Kenya's problems have nothing to do with the people. They have everything to do with the average or mediocre leadership we have, incompetent management of the country. Sababu mambo ile tuko nayo inatusumbua, inaonekana wazi. Ninyi jiulize wananchi, if these things don't amaze you, ukifika mahali unalipa watu. Mumeona clips hapa, rais anaelekea Kisii kesho. Tangu wiki jana ni kulipa tu unaendelea. Watu wanaweka laini, wanalipa. Wewe jiulize wewe mwenyewe, hiyo pesa inatoka wapi? Unalipa watu kuja kukusikia. Napika hesabu. You bring women leaders to State House, 12,000 of them. You give each one of them 10,000. That's 120 million. Saa hiyo hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Hakuna madawa huko. Grade 10 kids hawaendi shule wengine. Tunaambiwa vitabu havijafika. Part of my community are in the arid and semi-arid areas. Government papers are the ones that are announcing when they open school next month, 2 million will be in danger of not accessing education because the government cannot raise the 4.8 billion for school feeding program. State House iko ya kupewa wakorino 3,000 kila mtu, lakini watoto hawaendi shule. Our priorities are not even upside down, they are worse than that. Evidence of state failure. Ukiangalia serikali ikienda namna hii, hapa sasa unaona tumeanza mwisho wa mambo. Eti unalipa watu kuja kukusikia. Zamani rais akiingia mahali watu wanawacha kila kitu, wanaenda kusikia mkubwa wa nchi. Sasa siku hizi ni kulipwa. Tulipwe uende usikizwe. Hii inakuwa shida. Na tuambiane tu ukweli badala ya kudanganyana hapa. Hii mambo imekuwa ngumu na tunaenda kila mahali in the country. You ask yourself the question, kura zenu iko wapi? Hakuna kura.